Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema jamani? Kwema shehe. Mambo mazuri? Mambo mazuri. Mko sawa sawa? Nirudie swali langu ni Jumatatu tulivu leo. Somo iko vizuri? Changapi leo? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo chungu cha 16 shehe. Cha 16. Tunakwenda vizuri, bado 14. Bado 14. Na niseme kabisa bado chungu cha 14. sawa shehe. Meneja wa Chapesa. Meneja wa Costa. Meneja wa Choice na meneja wa Bipo. Kanzu naitarajia kutoka kwenu. Umepata shehe, usijali. Nasema kwa nguvu, kanzu naitarajia kutoka kwenu. Shehe usijali, kila kitu utapewa. Tunafanya kazi kubwa kuhakikisha kila mtu anasimama sehemu yake. Niwaombe sana ndugu zangu wa Chapesa, Costa, Bipo na Choice. Kanzu ya kuswalia naiomba kutoka kwenu. Choice atakupa nyingi. Najeuriwa Choice. Najeuriwa. Niambie. Kuna habari gani? Umemsikia jana rais wa TFF baada ya kuchaguliwa huko nchini Morocco, akarudi hapa na akafanya mahojiano na kupitia chaneli kubwa zaidi hapa Tanzania, Azam, na akajibu yale baadhi ya dabi ambayo yalifanya mpaka kuto kuchezwa kwa dabi. Mojawapo akasema amechoka kuwatetea virabu hivi viwili, Simba na Yanga. Hanawapa mtihani sana katika kufanya maamuzi yake kama Rais Karia. Kwanza nimpongeze sana rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, mzee wetu Karia. Na nimpongeze tena kwa kupata ujumbe kwenye kamati ya CAF au kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF. Ni hatua kubwa, ni maendeleo makubwa kwake, lakini pia ni maendeleo makubwa kwenye mpira wetu wa Tanzania. Nikupongeze sana mzee wetu Karia. Lakini mzee wetu Karia leo anakwenda kudhibitisha maneno ya kina Dosa na wengineo kwamba kwenye mpira wetu wa Tanzania Yanga na Simba wananufaika na shirikisho. Kwamba kwenye mpira wetu wa Tanzania Simba na Yanga wanapata faida kutoka shirikisho la soka TFF, na ndio maana jana amekuja na kauli akasema nimechoka kuwasaidia. Sawa sawa? Amechoka kufanyaje? Kuwasaidia. Na haya mambo tumeyazungumza kwa muda mrefu. Kama taasisi inaamua kufanya haki, fanya haki kwa pande zote. Haiwezekani leo Simba apate favor, Yanga apate favor, alafu timu yangu wa nyumbani Coastal wana mangushi ionewe. Timu yako? Alafu haiwezekani timu ya mkoa. Rafiki zangu kina Mandala timu yao ya Makonde. Timu wana Mungu inaonewa. Kwa hiyo wamekuja vizuri kuwajibu watu. Kwamba kwenye nchi yetu Simba na Yanga wanafaidika. Lakini mzee Karia amekwenda mbali, anasema kama wamechoka wakacheze sinema zetu. Tunamwambia mzee Karia basi abadilishe kauli. Sinema zetu ni michezo inayochezwa na kina Wema Sepetu na Kajala. Amewatusi. Sisi tunacheza mpira shehe. Kuna namna alihitajika kuongea zaidi kuliko kusema tukacheze sinema zetu. Unaona drama zinaongezeka. Maigizo mengi. Mtoto mleavu ndivyo akwavyo. Yanga na Simba wamelelewa sana na TFF. Yanga na Simba wamenufaika kiasi kikubwa sana. Na mimi niliwahi kusema 40% kuna uwezekano mkubwa Yanga na Simba wananufaika na TFF pamoja na waamuzi. Lakini lazima tuambie taasisi hizi mbili. Nikisema taasisi mbili namaanisha taasisi ya Yanga na Simba. Tupendelee kuheshimu mamlaka. Unajua kwenye mamlaka iko hivi? Yaani hata kama binadamu ana miaka 100. Si ndio? Alafu mtoto wa miaka 20 amepewa mamlaka, basi imani zetu zinakuambia lazima heshimiwe yule aliyopewa mamlaka. Kwa hiyo kuna namna kwa Yanga na Simba wanahitajika kukaa pamoja kuelewana ili kumaliza mgogoro. Kuna namna Yanga na Simba wanahitajika kukaa ili kuendelea kupeleka heshima kwenye shirikisho la soka Tanzania TFF. Karia anasema wao
wanaosema sisi tujiuzulu, wao wanataka baadhi ya viongozi wa bodi wajiuzulu. Tunawauliza na wao wako sawa? Ambao ni Young Africans. Wewe ndo umesema. Nimesema vipi? Barua sinajieleza. Nimesema mimi nimenukuu maneno ya mzee Karia. Anawaambia wale wanaotaka watu wa bodi ya ligi wajiuzulu. Anasema na wao je, wako sawa? Ina maana TFF kupitia wale Karia kuna mambo makubwa wanajua kupitia Yanga na Simba. Dosa. Kushinda kwa kesi pia naye alilitaja jana. Akasema bwana kumbe wanajua wale Karia anajua madudu wanaofanywa na Simba na Yanga anajua. Na ndio maana amesema amechoka. Tunamwambia mzee wetu Karia kama amechoka kuwasaidia Yanga na Simba aache. Wanakwambia wana mamlaka nao kuwavunja kamati ya bodi ya ligi na TFF. Wale Karia kama amechoka kuwasaidia Yanga na Simba aache. Kwa sababu wameshindwa kutoa shukrani. Tunaambiwa mtu asioshukuru kikubwa, mtu asioshukuru kidogo kikubwa hawezi akashukuru. Mzee Karia, usipate tabu mkoani Tanga kuna timu yetu ya Coastal Union. Na mimi ninavyotambua mzee Karia anatokea Tanga. Umenielewa Chapesa? Nakuelewa. Mwambie mzee Karia kama amechoka kuwabeba Yanga na Simba aache. Abeba kina nani sasa Dosa? Tanga kuna timu yetu inaitwa Coastal Union, timu ya historia kubwa. Timu yenye ushindani mkubwa. Anaweza kaamua tu kuwekeza nguvu zake na sisi tukawa makubwa kama Yanga na Simba. Hakuna Mtanzania ambaye hajui Coastal Union. Lakini kama wale Karia anaogopa kuingia kwenye siasa za Coastal Union, basi aamue kuwekeza nguvu kwenye timu ya taifa, national team. Tunatambua mchango wake mkubwa sana wale Karia kwenye timu ya taifa. Amefanya kazi kubwa kwenye miundombinu, lakini pia kwenye mpira wa ngazi ya kitaifa amefanya kazi kubwa sana. Leo hii Chapesa na Bipo TV mnanufaika kuizungumzia timu ya taifa kushiriki mashindano AFCON chini ya wale Karia. Kweli sio kweli? Kweli. Mnyonge mnyongeni. Mnyonge mnyongeni haki yake apewe. Wale Karia kwenye mpira wetu wa Tanzania amefanya kazi kubwa sana. Inawezekana na mapungufu yake, lakini isiwe sababu ya kumkashifu moja kwa moja. Yanga na Simba, kuna ujumbe wenu kutoka kwa mzee Karia, amewachoka kuwabeba. Kesi ziko nyingi, kuna timu moja hivi amechoka. Kesi ziko nyingi anakwambia. Wale Karia anasema amechoka kuwabeba Yanga na Simba. Basi wale Karia kama umechoka kuwabeba Yanga na Simba, twende nyumbani Tanga kuna Kosti. Haelewi afanye maamuzi gani kwenye hii mechi ya dabi. Labda kitu ambacho Young Africans walikiandika katika statement yao ni kitu ambacho Karia kimemhuzunisha, ndio maana akatoka hadharani na kuongea maneno yale. Wale Karia na mambo mengi sana anajua. Achana na ile barua. Kuna mambo mengi anajua. Ukienda ukisikiliza mahojiano alofanya Azam mwaka 2018 anakiri kwa kinywa chake. Moja ya timu ambayo imenufaika, angalia wale Karia anasema, moja ya timu ambayo imeinufaika kupitia uongozi wake ni Yanga. 2000 na ngapi hiyo? Lakini unaweza kumuuliza wale Karia, kwa nini ainufaishe Yanga? Kwa nini ainufaishe Simba? Kuna uwezekano wale Karia pia anapita kinyume kuwanyonga Coastal Union na timu nyingine. Mimi muombe sana mzee Karia, kazi kubwa unaifanya leo tukuka. Moja leo kuwafanya wanatanga kujivunia national team kwa mkoa Tanga. Meka kambi. Unajua zamani ilikuwa Faisal Salum akienda Tanga na kwenda kwa sababu timu yake inacheza na Coast. Lakini sasa hivi imebadilika. Zamani Klasu Chota Chama ilikuwa akienda Tanga na kwenda kwa sababu timu yake inacheza na nani? Na Coast. Lakini leo wanatanga wanashuhudia wachezaji wote wa timu taifa wakiwa mkoani kwao. Sio jambo dogo hili. Wanatanga tumefurahi sana. Na hili nikwambie mzee Karia, kama utojali tumia mamlaka yako. Ofisi ya shirikisho la soka nchini Tanzania TFF lipeleke mkoa wa Tanga.
Mkoa wa Dar es Salaam kuna watu wananongwa, kina Mikoi Kisugu wananongwa, haona shukrani. Kisugu na shukrani tena. Ameingiaje Kisugu? Si wako mkoa wa Tanga? Si wako mkoa wa Dar es Salaam kuna Kisugu? Hatoa shirikisho alipeleka Tanga. Wazalamu wamezidi da. Kwani mheshimiwa si aliingia hapa? Akasema mimi nataka Ikulu ya mia wapi? Dodoma. Iliama ikwama? Si mamlaka. Wale Skaria tunakuomba wanatanga. Wana Dar es Salaam wamekuchoka. Wana Dar es Salaam hawataki kukubali fadhila zako kukulipa. Tumia mamlaka yako. Tumia nafasi yako. Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF ofisi yake kuu mkoa wa Tanga. Na hilo wale Skaria lifanye kabla hujamaliza muda. Kama ulivyoamua kuinufaisha Tanga kupitia Nyanjani Academic kwenda kuiweka pale. Mambo mbalimbali kuwapeleka Tanga, basi na hili lifanye. Chukua shirikisho lako, chukua kina Kidau, kina Mzee Mguto, waambie ofisi yenu nyinyi kuanzia sasa ni Tanga. Tuachie na Karume wafanye harambee yao ya nini? Ya kuuza mitumba na viatu. Niwaache nongo. Chapesa tumechoka. Sikiliza Yosa. Ndipo wale Skaria anaumia. Na anaonekana kwenye moyo wake kuna fundo kubwa la maumivu. Na wale Skaria kama siku akisubutu kuzungumza ukweli, basi Simba na Yanga. Sikiliza vizuri ndipo. Wale Skaria siku akisubutu kuzungumzia ukweli kwa 100%, Simba na Yanga watashushwa daraja. Simba na Yanga kushushwa daraja. Matokeo ujanja. Nikasema amechoka kuwabeba. Sikasema amechoka kuwasaidia. Sikasema. Ndio maana nikasema kama wale Skaria akiamua kusema ukweli kama vitabu vyetu vya dini vinavyotuambia sema haki japokuwa inafanyaje? Basi Yanga na Simba tutaona kwenye ligi kuu ya Tanzania. Hautowaona. Hatutowaona, sio mimi tu, hata wewe Chapesa. Wewe unataka kusema Dosa Simba na Yanga wanapata matokeo kwa ujanja hama? Kwa mujibu wa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Anasema nimechoka kuwasaidia. Amechoka kufanyaje? Kuwasaidia. Lakini Waswahili wanasema mtoto mleavyo ndivyo. Haya mambo wale Skaria aliyakumbatia muda mrefu sana. Ile labda kwa namna moja ama nyingine kwa Young Africans kwa utendaji wao waliposhutumu baadhi ya watu wa bodi ya ligi kama Almas Kasongo na Steven Mguto pamoja na waamuzi pamoja na TFF nzima, ni kauli ambayo Young Africans aombe msamaha ama na baki nao hivyo kwa msimamo wake, dabi haitocheza na wao wapewe pointi 3 na alama 3. Shauri hilo bado liko TFF. Shauri hilo bado lipo kwenye kamati ya bodi ya ligi. Hatuwezi tukalizungumzia kwa mapana, lakini itoshe kusema tuachie wenye mamlaka yao watoe haki zao. Unapenda dabi ichezwe lakini mimi nawatamani sana Simba. Yaani ninavyomtamani Simba sawa sawa nimeoa mwanamke mtoto mdogo. Kwa hiyo mimi kama itatokea nafasi kuwashauri TFF na bodi ya ligi, mechi ipigwe. Bipo umesikia? Tupo sawa sawa? Sawa. Kama nikipata ushauri kwa bodi ya ligi na TFF kuhusiana na mchezo wa dabi, mechi ipigwe. Lakini Yanga amegoma. Sisi tunaamnao Simba. Yanga amegoma. Simba tunaamnao. Wewe kupata mwanamke mtoto mdogo? Bado Chapesa. Lakini amegoma Yanga. Chapesa bado. Wewe bado mlio hujafika. Chafika. Lakini sisi tuna hamu na Simba kama tulivyokuwa na hamu na mwanamke mtoto mdogo. Inamaanisha mkikubali kucheza mnatoka kwenye msimamo wenu. Kwamba upi? Si hamtocheza dabi msimu. Nimesema mimi. Sisemi taasisi. Mimi. Natamani leo kesho mechi ipigwe. Kwa hiyo unapingana na maamuzi ambao wamefanya kamati yako. Nimesema hivi, mimi nimetamani kwa hisia zangu. Ndio unapingana na uamuzi ambao. Wewe Bipo unanielewa? Mbona unataka kuingia kwenye maswali ambayo ataleta mgogoro? Mimi si nimekuuliza, kwa hiyo unapingana. Sijapingana na mtu, nimesema mimi kwa mtazamo wangu, kwa mawazo yangu, kwa hisia zangu natamani mechi ipigwe. Kwa hiyo umepingana au hujapingana? Wewe ndio unasema. Dosa.
Wewe ndio unasema kwamba nimepingana nao. Lakini mimi natamani Dabi. Sawa Chapesa. Mimi natamani nane zipi? Inawezekana bipo mgeni kwenye tasnia ya habari. Lakini kama ukiamua kufanya research yako kwa uyakinifu, hakuna timu iliyofungwa mara nyingi na Yanga kuliko zaidi ya Simba. Kweli sio kweli? Anakuambia mkiacha ujanja. Wewe Chapesa, kweli sio kweli? Kwamba Simba ndo amefungwa mara nyingi na Yanga. Unakataa? Kweli. Unaogopa kweli? Takwimu zinaamua. Takwimu zinaonyesha. Unaogopa kutamka. Takwimu zinaonyesha. Nasema mkiingia uwanjani mkicheza mpira unavyohitajika mtaisahau kuifunga Simba. Ndio maana nikasema inawezekana wewe bipo mgeni. Lakini nenda kasikize kaula ya Mwina Kaduguda. Anasema sisi tukicheza na Yanga tuchezi mpira, tunacheza mechi. Mwina Kaduguda ametumia majazi. Mwina Kaduguda ametumia balagha kuambia sisi Simba wao, sio mimi. Sije mkanunukuu vibaya. Mwina Kaduguda anasema sisi Simba tukicheza na Yanga hatuchezi mechi, hatuchezi mpira, tunacheza mechi. Umeelewa tafsiri yake hiyo? Kwamba inawezekana Simba wana tabia za kilozi. Inawezekana Simba wana tabia za kilozi kwa mujibu wa Mwina Kaduguda. So wewe umeongea. Mwina Kaduguda anasema wao wakicheza na Yanga wachezi mpira, wanacheza mechi. Tunaopitia mlango wa nyuma pia tunacheza mechi. Umemsikia Mwina Kaduguda huyo? Kwamba inawezekana Simba, sitaki kusema moja kwa moja, lakini kuna uwezekano ikawa Simba wana tabia za nini? Za kilozi. Lakini nyinyi Chapesa na Costa ni mashahidi. Kuna mwaka shirikisho la soka barani Afrika kafu lilikuwa na kuadhibu Simba kwa sababu za kilozi. Kweli sio kweli? Kwa mimi nimuombe sana mzee Wallace Karia. Simamia haki. Kama unaona Simba na haki kwenye ile mechi ya dabi, mpe haki yake. Kama unaona Yanga na haki kwenye ile mechi, basi Yanga pewe haki yake. Usifanye maamuzi kwa sababu kuna Yanga kuna Simba. Tumia kanuni za mpira wa miguu. Tumia kanuni za bodi ya ligi. Lakini pia tumia sheria 17 za mpira wa miguu zilizotengenezwa na shirikisho la soka duniani FIFA. Haki ipo. Haki ipo. Wallace Karia, usiposimamia hii, tambua soka lako litachafuka. Bodi ya ligi imetetemeshwa. Bodi ya ligi msiposimamia hii, watu wanakuambia wana mamlaka na wao. Mimi nishasema siku nyingi. Wana mamlaka kuvunja. Ndani ya bodi ya ligi kuna watu wako Yanga, ndani ya bodi ya ligi kuna watu wako Simba. Lakini hata ukienda TFF pia kuna watu wako Yanga, kuna watu wako Simba. Lakini ukienda uko Yanga kwenyewe kuna watu wako Yanga, kuna watu wako Simba. Ukienda kule Simba kuna watu wako Simba, lakini kuna watu wako wapi? Wako Yanga. Na mfano mzuri tu nyenyewe watu wa Chapesa mashuhuda. Nukuu mbalimbali zinatukumbusha. Wallace Karia alishai kusema kwenye mashindano ya kimataifa ikicheza Simba nitavaa jezi ya Simba. Lakini ikicheza Yanga nitavaa jezi ya Simba. Sio kama ulimi uliteleza yale. Wewe tafuta sehemu ya kupigia. Karia huyu ambaye leo anatuambia jamani, kama mmechoka kucheza mpira kachezeni sinema zetu. Kwa hiyo Wallace Karia unatuambia kwamba Dosa, Nasoro Yanga, Mwalimu Yanga tukacheza sinema zetu. Si ndio? Sisi tunamwambia Wallace Karia, mzee wetu, hii kauli tumeisikia. Kama unataka sisi tukacheza sinema zetu, tutacheza sinema zetu. Lakini kama ukitaka sisi tucheze mpira, tutacheza mpira. Muhimu wewe kama kiongozi unatakiwa usimame imara. Muhimu wewe kama kiongozi unatakiwa usimame kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Lakini vile vile Wallace Karia, mzee wetu, una haki na una sababu ya kuvilinda vilabu vyote vinaoshiriki ligi kuu ya soka NBC. Lakini vile vile pia una haki
ya kuvilinda vilabu vyote vinavyoshiriki mashindano mbalimbali kwenye soka la mpira wetu wa Tanzania. Niwaombe sana ndugu zangu wa Bipo TV, Choice cha Pesa na Costa. Niwashukuru sana, tupo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawahusia watazamaji wenu. Tunawaomba watazamaji wenu waendelee kumcha Mwenyezi Mungu na kuacha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amefanyaje? Ameyakataza. Lakini vile vile tuwaambie wale wenzetu wanaofunga mfungo wa Kwaresma, ni mwezi mtakatifu kwao. Waache kufanya mambo mabaya, wafanye mambo ambayo Mwenyezi Mungu atafanyaje? Atayapendeza. Niwashukuru sana na nawaomba tuendelee kukutana kadri siku zinavyofanyaje? Zinavyosenda mbele. Nashukuru sana na niseme neno la mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.